mbele yake. Kwa neema yake tunasema asante. Sijui ni shukuru nani ni waje nani, kwa sababu all these people, yani tumekuwa kumbe ukikaa na watu tena vile mnasema ukitaka kutoka unasikia kana kwamba you are moving out of that relation ambayo ilikuwa nzuri sana. Wote nimewatembelea elder, kiongozi, tumekaa pamoja, tumekula pamoja, tumekula neno la Mungu pamoja. Sasa sijui ni nani. Mama, asante sana. Nashukuru. Ameshikika sana, but she promised he will come. Mungu akubariki na endelee kukupa hiyo nafasi. Amen. Msichana wangu ambaye amesema watoto wamemleta, subarikiwe sana. I remember being in your house. Takaongea vizuri, akasema hata sijui ni kwa nini siendaki. But she promised Sabato she will come. Mungu akubariki sana na uendelee hivyo. Amen. Asante. Lenye ninaomba ni kwamba tuelewe ya kwamba Mungu alikuwa na kusudi kubwa. Nitoke all the way from Bungoma na nikuje tukutane katika nyumba yako. Nafikiri nikiingia hapa nilikuwa nakuambia Mungu anakutambua. Because under that roof Mungu alijua kuna mtu wake. So jifunia na uone ya kwamba God loves you. So that from there get that courage na kuona ya kwamba wewe ni mwana mpendo wa nani? Wa Mungu. Let nothing pull you back. Usiwe na lolote litakufinyilia chini au likurudishe nyuma. So tunalala hivyo. Tunakula fruits na nani? Yaani maisha si ati yaani ni maisha mazuri sana, by the way, nimekuwa nayo in this place. Amen. I have liked it. Nimependa, na hata mimi kama ni kwenda naenda tu kama nimesema naenda tu nyumbani ni rest 1 week. Nimekuwa hapa inatakana Monday ati niende Busia prison, but nimeomba Pastor Namunyu, nimemwambia kweli after this relaxation na nice time nimekuwa nayo hapa, ngoja niende nipumzike mchungaji. Tafadhali. Akasema nitafutie mtu, kuna mtu nitafuta, I don't know whether it will work. Ikiumana natakana Monday nielekee Busia, but naomba somebody will be found ili niende ni rest. Nitafakari tu what I've passed through in this week. Nisitumie neno passed through, ukisema ni pass, what I've passed through inaonyesha machungu. Pati mazuri ambayo nimefanya nini? Nimepitia. Mbarikiwe. Elders, we have a vibrant church here. Ukiona youths wakiwa wengi hivi, it is a church bro. So the youth please, watoto wetu, mungalo pia kuwaomba wachukuu wangu, be an agent of change. Amen. Kupitia kwenu dunia hii inaweza badilika. Amen. Kupitia kwenu Kenya hii inaweza badilika. Don't sing the song ambayo inaendelea huko nje. Tafadhali. Try. Hata Kate one by one, a friend of yours, na wanaenda kumuonyesha the truth. So that shetani ambaye amelalia nchi hii ashindwe kwa jina la Yesu. Amen. Nashukuru, asante mama Robina. Robina, hata kama ulisalamia wewe tu, kiongozi wetu Kakamega Station, she's the secretary. Ubarikiwa, tumefanya naye kazi sana. Tulijuana kitambo. Ndio naona anasema alikuja kuona mama Kataka. Mungu na Sylvia. You can know all of it. Mungu amjambo. Hatujambo. Nimefurahi sana kuwa na mama hapa. Mama mwenye tunatoka nyumbani naye kabisa. Nashukuru Mungu ameleta kwa hili zetu. Amen. Mtoto wangu. Endelea. So, nimewaambia neno moja. Happy Sabbath. Happy day. Nami namshukuru Mungu kwa kuniunganisha na huyu mama ambaye amekuwa mama yangu kwa sasa. Amen.
nimewawachia neno hili, nimewaambia naona sasa mimi nilitoka huko nikaolewa upande huu. By the way kwangu ni huwe ni Kisa hapa Kakamega Bisera. Hawa pia wametoka huko, wameolewa huko. In this congregation I've told them vile nimeseeka nikiwa katika imani hii. How can they live it? Hiyo ndio homework nimewapa. Si ndio Juliet? Kama kinaumana mahali niulize imekuwaje. Isn't it? Mimi naomba ya kwamba ufike miaka yangu hii kama bado wewe pia uko katika imani. Amen. And stand with the work of the Lord. Amen. Wabariki sana. Amen. Wakikosa kanisa mniambie. So nashukuru, nasema asante. Tumekuwa with a nice week. Week la stewardship na familia, na nimeona follow-up activities kuonyesha ya kwamba kuna kitu na wacha nyumba. Kitu cha kwanza, kitu kizuri lazima tuseme. In the morning nikiwa hapa, wimbo wa kwanza hapa asubuhi uliimbwa na Amo. And it was song number 204. Inaimbwa na nani? Furaha nyingi, furaha nyingi, furaha nyingi, kuwa na Yesu nyumbani. Furaha nyingi, furaha nyingi. Amina. Amen. If men can sing that song, wamama kuna shida kweli? So let that song remain in you, my sons. Na iwe hivyo, as you sing here, let in your houses that song iendelee kufanya nini? Kuimbwa. Sing that song hata katika nchi ya gigeni. Sing the song. Amen. Kuwa na Yesu nyumbani, furaha tele. The choir has also sung hapa wimbo about family life, kuonyesha the follow-up activity shows we shall retain and continue practicing what the Lord has given us this week. Amen. Tukishika yote hakika itakuwa ni haleluya. Mungu wetu atafurahi na atatuongoza tuendelee katika huduma huu. Amen. Mungu amani awabariki. Amen. Asante. So wachukua wenye wako hapa watoto wadogo. Simameni. Stand up. Simama. 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 Waje niwaambie, leo tunataka kuangalia mtoto mwingine. Nyanya ataongea about kuhusu mtoto ambaye alikuwa akienda na baba yake kanisani akiwa mtoto. Na alikuwa akifika kanisani anakaa na nyamaza anaangalia baba yake anafanya nini. Alafu mwishowe naye pia ikawa anafuata kila ambacho baba alikuwa anafanya. Sasa nataka usikilize kabisa tunapoendelea na mahubiri penye umekaa. Alafu utaona ni mtoto gani. Na wewe utaona kama wewe pia utakuwa unafanya kama wewe mtoto alikuwa anafanya. Nasikia? Sit down, kaa chini. In time, nitaanza na kusema hivi. It is a true story, sio ya kutafuta, but it is something I saw. Mimi nikiwa bado mdogo. Not really mdogo. I'm sorry. In fact, in my early ages of marriage, bado nikiwa kama msichana yangu Judith amekuwa hapa na Sylvia, ndio nimeolewa in that tender age. Mahali niliolewa kulikuwa na shemeji yangu ambaye alitoka kwao nyumbani na kaenda akanunua shamba pande mwingine huko chini, Teso huko chini. Na those days, remember kama bado niko kama hao wasichana ni nyuma kidogo miaka, because mimi saa hii nimefika 70 naelekea. So si nyuma sana. So during that time, mtu mwenye ongehesabu kuwa ni tajiri ni mwenye unaona na gari,
Wanako na nyumba, amejenga nyumba ya mawe. Waliwekanga mawe yenye hata haiwezi chongwa vizuri, nyeusi red hivi, lakini huyo ni tajiri. Ana tractor ya kulima. So shemeji wangu huyo mahala alienda huko chini na akawa na hiyo vitu. Alinunua shamba, akajenga hapo nyumba ya mawe, alikuwa na tractor, alikuwa na lori nyingine ya kupepa mchanga, ilikuwa mzee hivi kitembea na lialia. Na mwenyewe pia angekuwako na gari yenye ilikuwa inaita gari na anapita nayo. So tulikuwa tunamwona kuwa ni tajiri, na mwenyewe pia alikuwa amejihisi kuwa ni tajiri sana. Tena alikuwa na tinga ya kushaga. So mahali alikuwa anaishi, with that wealth, let us call it that wealth, ilikuwa wakati anatoka nje, alikujanga town Bungoma kwa mambo yake mengi, akirudi nyumbani hataki afike mchana. Anangoja kama giza kinaingia ndio aingie, na ni kwake anaenda, sio kwa mtu mwingine. So when he comes, hata kama ni gari anakuja nalo, si rahisi afike nalo nyumbani. Mara nyingi alikuwa tawaje tu na akuje tu. Yaani anakuja kwake, lakini anakuja kwa kujificha. Na akiingia kwa nyumba, ikifika usiku kwenda kulala, kama ameingia na giza hivyo akula haraka na kulala, the room ya kulala iko uanga ndani ya hiyo nyumba tu hapo. It was shima amechimba tena chini, ndiye afanye nini? Penye anaenda kulala. Kwa hiyo shimo kuna mlango ya kutokea huko. Sometimes in the morning hata anatoka apitie huko na atoka afanye nini? Aende. So something I want you to see ni kwamba huyu mtu kweli by then tulikuwa tunamwita ni tajiri. He had succeeded in life. Alikuwa na vitu vyenye tunaweza ita vya kufanya mtu akuwe tajiri. Now, life kama hiyo, and he really succeeded. Ndio kitu nataka muangalie asubuhi. That is why nataka leo tuangalie mada ambayo inaitwa From Success to Prosperity. From success to prosperity. Kutoka kwa kufanikiwa hadi ustawi. Kutoka kwa kufanikiwa hadi ustawi. Tunataka tupate leo the difference between kufanikiwa na kustawi. Difference between success and prosperity. Tunataka tuone. Because huyu mtu anaonekana ndiye ana mali hapo. Ndiye tajiri. Kila mtu anapomuona. But the time he comes to his place or his premises is not free. Kuna kitu kinamwogopesha. He was feeling that kwamba atauawa. Watu hawamtaki, watu hawampendi. Tena alikuwa na madeni mengi sana. So unamuona anamfanya anakaa kufanya nini? Kupanwa. Is not free. So had he succeeded in life or had he prospered in life, the time alikuwa na behave hivyo. So wacha tusonge, we shall come to answer ourselves when we go on. Now, nataka tuingie katika Biblia yetu, tuangalie Wafalme wa kwanza mlango wa 3. Wafalme wa kwanza mlango wa 3. Alafu inatupatia kijana ambaye anaitwa Solomon. Yeye pia ambaye akiingia katika ufalme alikuwa atatenda age, alikuwa mtoto bado mdogo wa young man. But you can thank God ya kwamba during those days God would anoint leaders, regardless of age, regardless of physique, regardless of what, masomo nini, Mungu angetuma tu anaenda kwa nyumba fulani, appoint somebody. So Solomon kijana wa Daudi, ilionekana ya kwamba Daudi anapotoka katika ufalme ni kijana yake Solomon was to take up, was to succeed him. Alikuwa succeed baba yake, a take up. But huyu kijana something good. Fungu la 3 linasema nini? 1 Kings 3
1 Kings 3:3 nasema nini? Solomoni akaonyesha upendo kwa baba. Akaonyesha upendo kwa baba kwa Bwana kwa kuendea sawasawa na amri za Daudi baba yake. Very good. Kijana huyu katika ujana wake, katika utoto wake, kijana alipenda baba, akapenda Mungu wa baba yake, na akaenda sawasawa na vile baba yake alikuwa anafanya. So if I can ask hapa question kidogo before we move, kama naweza kuja na mtoto kanisani, pengine these small children, na ikue hata baba hako hapa pengine ni mzee wa kanisa, pengine ni nini anahubiri, hata wewe mama pengine ni kiongozi, you have a work to do, na huyu mtoto haka anatembea kwa kanisa from one to end to another, pengine anacheza huku na huku, au anaenda kucheza huko nje. Will this child follow what is going on in front here? No. Hata take up what is supposed to be done. So hapa nashukuru familia ya David, familia ya Daudi mfalme, whereby I want us to emulate. And thank God because in this church naona watoto wametulia. Keep up that the Lord may use you kulea hawa watoto kwa njia ambayo inafaa. So Daudi was with his son Solomon. Whenever anaenda kwa hekalu, kijana huyo alikuwa anatembea na baba yake, na akaona what the father was doing. Baba licha ya kuwa mfalme, lakini vile alikuwa amemheshimu Mungu na what he was doing, akitoa sacrifice kwa Mungu, akitolea Mungu sadaka, akitolea Mungu zaka, akitolea Mungu hata na sadaka ya makambi, anything that would come around Daudi would do, Solomon was watching. Alikuwa anaangalia. Ndio naona fungu la 3 likasema, rudia tuone, usome kwa sauti tena. Solomoni akaonyesha upendo wake kwa baba yake na kwa Bwana kwa kuendea sawasawa na amri za Daudi baba yake. Very good. Neno linaanza na kusema akaonyesha upendo wake kwa baba yake na Bwana. So kumbe what baba is doing, what mama is doing, when you follow it, that is love for your parents. Na hapo as you do that, utakuwa sasa unaonyesha upendo kwa nani? Kwa Mungu. So that is what Solomon did. Solomon succeeded the father, na kweli akafanya vile baba yake alikuwa anafanya. Fungu la 4 likafanya likasema nini? Mfalme akaendea Gibeoni kutoa dhabihu. Mfalme sasa Solomon huyu, si Daudi. Yeye alikuwa anaona vile baba yake alikuwa anafanya, vile alikuwa anatoa sacrifices. Yeye pia sasa alikuwa anaenda anapeleka. In fact penye baba yake aliendanga kutolea, kama ni kwa mlima mahali au kama mahali gani, madhabahu yao ambao walikuwa wamepanga, like that place you have arranged in your house, that prayer room where you go always kneel and pray. Do you know, elder, those small, where they live, those small beautiful girls and boys, I found that siku hiyo wana watch what you are doing and they do the same. So kijana huyu anapoenda na sacrifice Gibeoni, anaelekea mahali penye baba yake alikuwa akipeleka, akienda kutolea Mungu nini? Dhabihu. Fungu la 5 likasema nini? Bwana akamtokea Suleimani huko Gibeoni wakati wa usiku katika ndoto. Yes. Naye Mungu akasema, omba lolote utakalo nikupe. One thing, jua huyu kijana tayari alikuwa amekuwa mfalme. Because take over from the father. Baba amemwachia ufalme huo. Yeye ndio huyo ameingia katika njia za baba yake. Amejua how the father was praying. Amejua how the father was moving. Mienendo ya baba yake. The speech of the father. Vile alikuwa anakaa, vile alikuwa anakula. This boy knows. And that is why he falls suit kuona ya kwamba anafanya kila ambacho kinatakikana. Already is a king. Amesucceed baba yake. Lakini ndio huyu Mungu tena anamuuliza, omba utakalo nikupe. Ilikuwa ampe nini na tayari ni mfalme. So one thing uelewe ya kwamba yani bado haijatoshelesha. Ni mfalme lakini haijatosha. You can be in that state you are. Unaweza kuwa nani, kazi uko nayo, una mke, una mume, una watoto,
but still it is not enough. That is why as we move, nataka tujaribu kuona as we move from success to prosperity. So this boy, kijana huyu anapokuwa kijiona amepeleka sacrifice yake kwa Mungu na alikuwa akifanya mara kwa mara, this time at Mungu akamtokea na akamuuliza, omba utakalo nikupe. Kama ni wewe saa hii ungeulizwa President Ruto akuje hapa, vile uko hivi na kuuliza omba utakalo nikupe. Niambie tu stuma. Utaomba nini? Uende State House. Amina. Wote ulio nini? Wewe utasema maybe kama kazi ya kufanya. Wewe hata amweke kwa ofisi kubwa sana. Amina. Na kama letters take it ya kwamba already sasa uko mahali kama ni mfalme unaona. You are the MCA of this place already. Na anasema nikupe nini? What would you ask for? What would you ask for? Shamba. Akujengee nyumba kubwa. Akupe gari. Ile yenyewe ya saa hii ya yeye. Isn't it? So those are the things, let us not shy off. Kama ungeulizwa hicho ndio kitu ungesema. Those are the things we look at. You go in to ask for what? Hakuna kitu kingine. You are very right by the way. But now, listen, huyu kijana alikuwa ni mfalme na ni bado ni mdogo, na Mungu anapomuuliza nikupe nini? Na anaelewa si ati alikuwa hajajua Mungu ni nani. Alijua Mungu is the provider because alijua vile alikuwa anafanyia baba yake. Kumbuka hata Daudi akifa anasaidia Solomon hii kujenga hekalu na nani? Na Mungu. Na ikajengwa, it was very beautiful and nice. So kijana huyu alikuwa amejua. So anapoulizwa majibu ambayo alipeana kuanzia fungu la 6, soma tu haraka tutaramke tuone. Kijana huyu yeye aliitisha nini kutoka kwa Solomoni akajibu, umemfanyia mtumishi wako baba yangu Daudi fadhili nyingi. Kwa kuwa alikuwa mwaminifu kwako na mwenye haki. Tena mnyofu wa moyo. Nawe umemzidishia fadhili hii kuu, kwani umempa mwana wa kuketi kwenye kiti chake cha ufalme kama ilivyo leo. Kijana anaanza na kumshukuru Mungu for what he has done to him. Anaona kupata hiyo ufalme hata kama ni baba yake amemwachia is not for granted. Anaona yote ni neema ya Mungu tu, si hata alistahili apewe. It was not a must that he was to be who he was. It is not a must that you are to be who you are in this status now. So yote Solomon anatambua kuona ya kwamba God did a favor to him. Na anaanza na kumshukuru kwa kuweza kumuongoza baba yake. Kuongoza vizuri. Vile aliongoza, anaelewa ni Mungu aliwezesha baba yake, ndio baba yake aongoze kwa maisha with that shukran. Hiyo ndio kitu cha kwanza mtoto huyu anaanza nacho. Alafu akaendelea kusema nini? Sasa Bwana Mungu wangu, umemfanyia mtumishi wako mfalme badala ya baba yangu Daudi. Yes. Lakini mimi ni mdogo, mtoto mdogo tu, wala sijui jinsi ya kutekeleza wajibu wangu. Amina. Kijana sasa yeye ana realize his weakness, udhaifu wake, unyonge wake katika that leadership. Hajaingia hapo kwa kujiinua kuona alichakuliwa kwa sababu anaweza. No. The boy anaanza na kusema mimi ni mtoto mdogo. Mtoto mdogo tu, kijana anasema hivyo. Now after the favor you have given me Lord, it is just a favor, sister hili. Umenipa, nimerudi kwa nafasi ya baba yangu. Now, 8 anasema nini?
Anasema mtumishi wako yuko hapa miongoni mwa watu uliowachagua. Amina. Taifa kubwa, watu wengi wasioweza kuhesabika wala kutoa idadi yao. Amen. Endelea. Hivyo mpe mtumishi wako moyo wa hekima na ufahamu. Moyo wa hekima na ufahamu, ili kutawala watu wako na kupambanua kati ya mema na mabaya. Amina. Kwa maana ni nani awezaye kutawala watu wako hawa walio wengi hivi? In that request ambayo Solomon anapeana, it can take you straight uone ya kwamba kijana huyu ametangulisha Mungu mbele kwanza. Mtafuteni kwanza ufalme wa Mungu na vingine vyote vitafanya nini? Vitafuata. Because kijana anaangalia umri wake, anaangalia nchi ambaye amepewa kuongoza. Katikati ya hao watu anaangalia kuna wenye umri kubwa kumliko. Katikati ya hao watu anaangalia kuna wasomi kumliko. Katikati ya hao watu anaangalia kuna wanene kushinda yeye. Katikati ya hao watu kuna wale weupe na yeye ni mweusi. Katikati ya hao watu kuna wale anaona wanaweza kutoa mashauri kumshinda yeye. Katikati ya hao watu anaona kuna wale wanaweza kumdharau na kuona sasa huyu anatuambia nini. Because ni wazee wakubwa wanamshinda, wamama wakubwa ambao wanamshinda, hata wa approach namna gani. So kijana kitu ambacho aliomba kutoka kwa Mungu akasema, nipe moyo wa adili, nipe moyo wa hekima wa kuweza kufanya nini? Kuongoza hao watu ambao wamenipa. That is what the boy asked from the Lord. Yeye anaomba awepewe moyo wa hekima wa kuongoza. Vitu vingine hivyo hizo hajafikiria, hizo hajaleta, ameweka kando. So kijana kila ambacho anataka ni hicho. Where I pray and say, in your status mzee wa kanisa hili, mama kiongozi wa stewardship, what is your prayer to the Lord unapokuwa hapa? Mama kiongozi wa maombi, my sister Teresa, where you are, Miss Mutua, in your position, what are you praying for? Ni kitu gani unataka Mungu akufanyie? Wewe kama mama katika nyumba yako, what are you praying for in that house? Ni kitu gani unataka Mungu akupatie? Wewe kama baba katika nyumba yako, what are you praying for? Unataka Mungu akufanyie nini? What do you want? He's asking me today, unataka nikufanyie nini? Solomon ndiye huyu amesema, mimi nataka tu unipatie moyo wa adili, hekima ya kuweza kufanya nini? Kuongoza hao watu wenye ninaona ni wengi sana hata hesabu yao siwezi. Can you have a prayer kama mama? Can you have a prayer kama baba? Niongoze Mungu, ili hii familia umenipa, watoto hawa umenipatia, niweze kuwaongoza juu mbinguni. Amen. Kijana akaomba hilo, na Mungu kumbe unaloomba, tunapoomba kuna maombi ambayo anafurahishwa nayo na kuna maombi kumbe ambayo hafurahishi nayo. So hiyo in fact inanifanya ninajua I have put it in that part kuelewa, kwa sababu kama anakuja kusema alifurahishwa na vile huyo aliomba, kumbe which means there are other prayers that God is not pleased with. Fungu la 9 linasema nini hapo? Bwana akapendezwa kwamba Solomoni aliomba jambo hili. Bwana akapendezwa kwamba Solomoni ameomba jambo hili. Basi Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, na hukuomba maisha marefu, au upate utajiri kwa nafsi yako, wala adui zako wafe, bali umeomba ufahamu na hekima, katika kutoa haki, nitalifanya lile uliloliomba, nitakupa moyo wa hekima, na wa ufahamu, kiasi kwamba hutakuwepo mtu mwingine, hatutakuwako na mtu mwingine kama wewe, wala kamwe hapata kuwepo baada yako, kama wewe. Asalida huyu kijana alikuwa anaangalia, akiona those tribes were disturbing their father.
akiona wale watu ambao walikuwa maadui za baba yake. Alikuwa anaona katika hiyo nchi, alikuwa ameelewa ni nani ndio wa maadui zao. Kijana kuambia Mungu ya kwamba ili niweze kuongoza vizuri niondolee kabila fulani, ili niweze kuongoza vizuri niondolee so and so. Lakini yeye anaomba Mungu ampe hekima ya kuongoza wote, wakiwamo wale wabaya, wakiwamo wale wenye maringo, wakiwamo wale wenye masengenyo, wakiwamo wenye maundabu, hao wote pamoja yeye afanye nini? Awaongoze. Hilo ombi likafurahisha nani? Mungu. Na ndio Mungu akamwambia kwa sababu umeomba hivi. Na hata Mungu akasema kwa sababu hukujiombea utajiri, hukuombea mioyo za adui wako, hukujiombea nini. So what happened? Akasema bila kuomba hivyo, soma ya chini hiyo tuma. Zaidi ya hayo, nitakupa yale ambayo hukuomba. Nitakupa yale ambayo hukufanya nini? Hukuomba. Amina. Yaani utajiri na heshima. Nitakupa utajiri na heshima. Ili kwamba maisha yako yote, hapata kuwa na mtu kama wewe miongoni mwa wafalme wote. A wonderful prayer that Solomon gave up. Kila ambacho aliomba kutoka kwa Mungu. Wamama, wazee, katika hekalu hili kila mmoja tunapokaa mbele ya Mungu, tunapohitaji kutoka kwa Mungu ni pendo la Mungu likidhihirisha. Let us stay in the love of the Lord. Tukae katika upendo wa Mungu. Whereby Solomon ndio huyu angekuwa in that position, hata kuambia Mungu ya kwamba mimi ni mdogo, siwezi kuongoza mzee so walisunguanga baba sana. Toa hao hapo, mimi niweza kuingia hapo. That one would work. Sijui Mungu angeangalia hiyo namna gani. Mama fulani na mama fulani wanakaanga walisengenianga mama yangu sana. Hao mimi siwezi kuwaongoza. Kama watatoka Mungu nitaweza kazi hii. But the young boy said, apewe moyo wa hekima wa kuweza kuongoza hao watu wote pamoja vile ilivyo. Hekima whereby moyo mwema, moyo wa adili, moyo ambayo ni wa ukarimu, moyo ambao unajua kupeana, moyo ambao ni wa upendo, moyo ambao hauna chuki, hauna wivu. That is the heart that the boy asked for. Ili iweze kumuunganisha na watu hawa pamoja, akielewa hawa watu ni jamii ya Mungu, sio yake. Wote natakana waelekezwe juu, waweze kumfikia Baba. Ndio uongozi umepewa hata katika nyumba yako mzee. Unaona, unapokuwa kichwa katika nyumba yako, tuliona juzi ya kwamba the lineup is God, Christ, Baba, Mama. Whereby hii familia inatakana uongoze kwa nani? Kwa Mungu. That's 1 Corinthians 11:3. Whereby kama kichwa hakuna kitu kingine unafanya katika boma hii pati kuelekeza hii jamii kwa Mungu. Kama mama msaidizi wa baba, hii ndiyo kazi unatakana kufanya, kusaidia mzee mahali amelemewa, mahali amepotoka kidogo, mahali unaona haendi vizuri. To see that hii jamii yote imepewa mibaraka hii ya watoto yote wanaelekeza huko juu. That is what the boy asked, kuonyesha ya kwamba kurubu hii jamii hii familia hii yote amepewa ni mali ya Mungu. Akaomba moyo wa hekima na adili wa kuweza kuwaunganisha hawa watu, kuwafunganisha na kuweza kuwafikisha kwa Mungu. Ombi hili likamfurahisha Baba. Ombi hili likamfurahisha Mungu. Ukiangalia katika Tito 2 fungu la 11-12 itatufafanulia vizuri moyo wa adili vile ilivyo. Fungua hapo tuone. Tito 2:11-12. What does it say? Biblia inasema wala wasiwaibie. Tito 2:11 inasema kwa maana neema ya Mungu ambayo iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Amina.
nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Amina. Ili tupate kuishi maisha ya kiasi, ya haki, ya utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Amina. Neema ya Mungu yawafundishayo wanadamu wote inatufundisha kukataa nini? Tamaa za dunia hii, ili tuishi kwa kiasi, kwa haki na kwa utakatifu katika ulimwengu huu wa sasa. Sikia vijana wangu, ulimwengu huu wa sasa ambao umejaa vituko, ambao umejaa ufisadi, ambao umejaa wivu, ambao umejaa chuki, umejaa uongo, umejaa mambo maovu mabaya wa mama, umejaa usharati, umejaa wizi na mambo mengine mengi. Ninatufikisha kuishi maisha ambayo tunakaa kana kwamba hatuna Mungu. But in all that there's a God in heaven. Amen. Katika yote ambayo unayaona katika dunia hii, neema ya Mungu itakutosha kufaulu katika mambo haya yote. Amen. Itakutosha kupita katika milima na mabonde. Itakutosha kupita katika hali ambayo umewachwa kwa ubweke na Bwana ambaye mlikuwa mmeona naye. Itakuwezesha kufaulu kulea watoto baba wewe peke yako, hata kama mke huyu alilala au alienda wapi. Hii yote wapenzi, neema ya Mungu inatosha. Inatosha kututoa katika tamaa ya dunia hii, vijana wetu. Ili hata unapoenda huko shuleni kusoma, utatofautisha wema na ubaya. Utatofautisha what is right and what is wrong. Hautaenda kuingia tu mahali ambapo huelewi. Itakupatia kweli na uongo, utakuwa unaelewa. Whereby somebody taking you where it is wrong, utasema no. Itakusaidia kutofautisha dhambi na wajibu, which is right and which is wrong before the Lord. Itakusaidia kujua what is sahihi and what is ni kitu gani kibaya. Utaepukana nayo. Hiyo yote ni neema ya Mungu. Whereby Solomon prayed and asked for that. How I pray your prayer can be like Solomon is. Where he said, ninapoishi katika dunia hii chafu, dunia hii ambayo imechafuka, dunia hii ambayo inakaa kana kwamba watu hawaelewi chenye wanafanya, dunia hii ambayo inakaa sijui watu wamekeuka, wamekuwa wanyama. Can you also join them to be a mnyama, or you will be a man of God? Stand to see that what you are doing praises the Lord in heaven. Amen. So that we succeed in reaching our given goal of now prospering, moving away from success to prosperity. You can have success. I told you unaweza kuwa umesucceed hata unamjua Mungu. Yes, you have succeeded. Umesucceed hata kuwa katika kanisa hili la SDA, which is a very right church. You have succeeded. You have succeeded kuwa na familia yako mama. You have succeeded, but you have not prospered. Ni neema ya Mungu ambayo inatufundisha wema na ubaya. Hekima ya Mungu kutoka mbinguni ndiye itatuongoza tuweze kuelewa the life of prosperity, whereby maisha ya prosper, ya ustawi. Soma first John, not first, 3 John 3 au 3 John. Sikuna kwanga mlango wa kwanza, wa pili na wa tatu. Fungu la kwanza na la pili. Soma uone. Nataka usikilize uone what prospering means now. Na unipatie the difference now na kufanikiwa. Unaweza kuwa umefanikiwa na hujastawi. So, can you read that? Kwa Gayo rafiki yangu nimpendaye katika kweli. Are you there? Mpendwa, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Naomba ufanikiwe katika mambo yote. Na kuwa na afya njema. Na kuwa na afya njema. Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kama vile roho yako ifanikiwavyo. So kufanikiwa or to stawi ni different from kufanikiwa, whereby kustawi it covers you all round, the total well-being of you. Yaani katika mambo yote. Umefanikiwa materially, umefanikiwa spiritually, umefanikiwa physically, umefanikiwa in all aspects of life. Hiyo tu, whereby unaona huyu mtu ambaye alikuwa anaenda kwa boma lake
anaingia kama ameokopa, alikuwa hajastawi. Because hayuko free, hana amani. In fact, he's not free with the people anaishi nao. Hiyo inaonyesha ya kwamba hujastawi, still inakusumbua. So kufikia hiyo, kufanya nini? Kustawi, spiritual prosperity itakuonyesha ya kwamba you rely on God in everything you do. Na ndio Solomon alikundua na kaomba Mungu hiyo. Ukisoma Joshua 1:8 utapata Mungu Joshua anapo take over from Musa, Mungu aliweza kumpatia ushauri ulio mkubwa sana. Soma 1:8. Na hiyo neno ya kusema uwe na ujasiri, uwe shujaa, Mungu alirudia sana kumwambia. Na akamwambia chenye kitamfanya awe hodari, awe shujaa, awe na ujasiri in that life, in leading those Israelites ambao walikuwa wanasumbua Musa sana. Alimwambia afanye nini? 1:8 inasema usiache kitabu hiki cha sheria, usiwache kitabu hiki cha sheria kiondoke kinywani mwako. Yatafakari maneno yake usiku na nini? Na mchana, ili upate kuwa mwangalifu kufanya kila kitu sawasawa na yote yaliyoandikwa ndani yake. Amen. Ndipo utakapofanikiwa na kisha kustawi. Amina. You hear that? Angalia yote. Take it. Ufanye sawa na mapenzi yake. Ndio sababu utafanikiwa na kisha ufanye nini? Ustawi. Ustareheshwe pande zote. Total well-being. Hakuna lenye linakusumbua. Umejua ya kwamba you are relying on the Lord. When you come to material life, utaelewa ya kwamba utajiri wote unaanzia wapi? Angalia Proverbs 10:22. Utajiri wetu, chanzo cha utajiri, the source of utajiri ni nini? Soma tuone Proverbs 10:22 inasema nini? Baraka ya Bwana utajirisha, wala haichanganyi huzuni. Baraka ya Bwana hufanya nini? Utajirisha. Itakutajirisha na utabaki kuwa na raha ukifurahia nini? Utajiri ambao umepewa. Inasema haichanganyi na huzuni, kuonyesha kuna mibaraka zingine ambazo zinatoka from other places ambazo zitachanganya na huzuni. Utafurahia uone umepata, lakini huzuni iko ndani yake. Wrong sources of getting the money, wrong sources of getting riches, shortcuts of getting riches. Unaona hapa tunaambiwa vizuri, baraka za Bwana zinafanya nini? Zinatajirisha, wala asichanganye na nini? Na huzuni. So don't rush. Our God is there for you. Amen. Mungu yuko pamoja nawe, na hakika anajua vile anafanya nini? Anakuinua. Utaelewa ya kwamba kama umestawi in material prosperity, utajua ya kwamba unahitaji pia kuweka bidii kwa kazi yako. Unahitaji kuweka bidii kwa kazi yako. Soma hiyo Proverbs 13:11. Yaani utakaa tu unangoja ikuje no. Watoto wangu hata kama umefanya university unangojea, you are hustling, usikae tu. Keep yourself busy. Unapokaa tu ndio shetani naye anakujanga na anakupata hapo barabarani. Ndio unarudi unaona umeanza lugha nyingine, umeanza style nyingine ya kutembea, umeanza mambo mengine. Ulikuwa hujawahi kujibu baba yako in that rudeness, unaona unaanza kumjibu because umechoka kukaa nyumbani. Keep yourself busy. Let there be something that will accommodate you so that all the time you are busy doing it. 13:11 Proverbs inasema nini? 13:11 Biblia inasema fedha isiyo ya halali hupungua. Pesa isiyo ya halali hufanya nini? Hupungua. Alafu bali yeye akusanyaye fedha kidogo kidogo huongezeka. Kabisa. So isiyo ya halali hupungua. Wacha hata niseme inakwisha. But yule akusanyaye kidogo kidogo katika bidii yako, katika vile unatembea hivyo na njugu yako unauza,
Hujasema ya kwamba let me go and break the doors. Au nichukue advantage ya maandamano ambayo yanapita. Niende niwekee mzee mkongwe panga, toa haraka unipe. Hiyo ni pesa isiyo ya halali. Na neno la Mungu linakataa. Mungu anasema hiyo pesa upunguka. Lakini kama utakusanya kidogo kidogo, itafanya nini? Itaongezeka. Nani anakuongezea? Mungu mwenyewe. Wafilipi 4:19 inasema vizuri, he supplies everything. Soma hapo tuone. Yeye ndiye the supplier. Hata unapoenda kufanya biashara yako, unapopata, usijisifu. Ni yeye wapenzi anatupatia. He is the one who gives it to us. Sema Filipi 4:12 Biblia inasema na ninajua kupungukiwa pia. 4:19 Philippians 4:19 inasema naye Mungu wangu atawajaza ninyi na kila mnachohitaji. Amina. Kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Amina. Mungu atawajaza kwa kila kitu mnachohitaji kwa kadiri ya utajiri wake. Mungu si maskini, is rich. Na yeye anatujazia kulingana na nini? Kwa kadri ya utajiri wake. So, unapostawi, you will understand all that. Unapostawi, you will learn now generosity and giving. Ukarimu na kufanya nini? Na kupeana. Ndio ukisoma katika 2 Corinthians 9, soma 6 mpaka 8, uone. When unapostawi, kupeana haitakuwa shida kwako. Hautasukumwa, you will just sit, not a burden, but it is something you will enjoy. Kama hujapeana utaona kana kwamba you are not complete. Soma tuone. 9 from 6, 2 Corinthians 9:6. Nasema Biblia inasema kumbukeni kwamba yeyote apandaye kwa uchache pia atavuna kwa uchache. Amina. Naye apandaye kwa ukarimu pia atavuna kwa ukarimu. Asante. Kila mtu na atoe kama anavyokusudia moyoni mwake. Amen. Si kwa uchoyo au kwa kulazimishwa. Kwa maana Mungu hapendi yeyote atoaye kwa moyo. Mungu ampenda yeye atoaye kwa moyo mkunjufu. Amina. Naye Mungu aweza kuwapa kila baraka kwa wingi. Amina. Ili katika mambo yote, kila wakati, muwe na kila kitu mnachohitaji. Ili muweze kushiriki kwa wingi katika kila kazi njema. Amina. Kama ilivyoandikwa, ametawanya vipawa vyake kwa ukarimu, akawapa maskini, haki yake hudumu milele. Amen. Mungu ni wa haki. Unasikia vizuri, yeye ndiye anapeana. He will give. He will give. When we give, tusiogope. He will give. Unaona yeye mwenyewe ndiye anapeana. Ndio sababu unaambiwa na Kristo ya kwamba katika John 15:5 ya kwamba yeye ni nini? Ni mzabibu. Sisi ni nini? Ni matawi. Akae ndani yangu na mimi ndani yake, huyo usaa sana. Na akasema pasipo mimi, yani pasipo yeye, sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. So tunapokaa ndani yake wa mama, all will be well. Ustawi huu unafika. Ustawi unafikia yule ambaye amekaa ndani ya Kristo. Because ndani yake sasa utazaa sana. Utazaa nini? Utazaa upendo, utazaa ukarimu, utazaa huruma, utazaa msamaha, utazaa haki, utazaa utiifu, heshima, unyenyekevu na upole. Vitakuwa tu part of you. Haitakuwa ngumu hata kuambia mke wako nisamehe, nimekukosea hapa, ambayo huwa ni mzigo kwa wazee kuongea. Haitakuwa ngumu kuambia mwenzako even katika kanisa la Bwana, hapo ulinikosea, please nimekusamea. Hatutapata kupata hata kanisa la Bwana tuko ndani na huenda tumefanya nini? Tumekorofishana. That one, when you stay in the Lord wa mama, yote inawezekana. Katika hali ambayo ulipo, hata kama you are alone, hata kama
unapitia hali ya namna gani, Kristo amesema ukiwa ndani yake wewe utazaa sana. Na ukiwa ndani yake wapenzi, lile ambalo unaona linakusumbua, uelewe anakuhakikishia ya kwamba he is there for you. Amen. Hata kuacha. Amani utapata. Utulivu utapata. The love that you require utapata. That acceptance ya kuonyesha ya kwamba you belong to somebody utapata. Hata dunia ikikukataa, Yesu anatosha. Hautakaa ukilia, hautakaa ukihangaika, hatutakaa ukiona ya kwamba uko upweke. Our Lord is there, na anakuhakikishia ya kwamba once you are with him, you will prosper. You will prosper spiritually, you will prosper materially, you will prosper physically, and that total all round, the holistic prosperity, ndiye itakuwa umefikia kusitawi. Wengi tumefanikiwa, hatujastawi. Ninayo kweli, hata naweza kuweka chakula kwa meza. Si ati sina pesa, lakini sina amani. Nina malazi mazuri, naweza lala. Hata nina neti naweza kunifunika, but I have no peace. Mambo kama haya yanatusumbua. But when you have prospered, utajiona ya kwamba Kristo anatosha kwako. Hata mahali unakaa haitakusumbua kuona the next place. Haitakusumbua kuona kwa jirani wanakula nini. You will see what you are eating is enough. There's a day I asked some women, tulipokuwa tunasoma mambo fulani. Nikauliza, naweza kuwa hata mnaishi mahali pamoja, tuseme hata kwa lali moja, mwingine rumu hii, mwingine rumu hii. Wakati nafikia wakati wa lunch time, Mama John, mama wakianza kukaanga, always wanaanza na kitunguu. Wataka kukaanga mboga, isn't it? Ni kitunguu inatangulia kwa mafuta. Mnasikia vizuri wa mama? This house here, yeye amechinja kuku pieces, anataka kukaanga nini? Kuku. In this house here, huyu amekatakata sukuma yake, anataka kufanya nini? Kukaanga. Wote wanaanza na kitunguu. Kitunguu kinapotoa harufu, will it tell you penye wanaenda kukaanga kuku na penye wanaenda kukaanga? Si yote ni sema? Hold on that. Usishughulike kusonga kuona the pieces of kuku, but take this. Harufu ya kitunguu ikutosha. Na hapo your God anakusustain in that man. Amen. Because he says anatuwasia yaliyo mema. Yani anatuwasia kutustawi. Sijui kama Biblia yako itatumia that prosperity. Jeremiah 29:11 kuna some fashions natumia neno I will prosper you. Na singine I will give you a good ending. Singine soma yako tuone. Jeremiah 29:11. What does it say? 11. Biblia inasema, kwa maana ninajua mipango niliyo nayo kwa ajili yenu. Ninajua mipango niliyo nayo kwa ajili yenu. Nasema Bwana. Ni mipango ya kuwafanikisha. Ni mipango ya kuwafanikisha. Wala si ya kuwadhuru. Ni mipango ya kuwapa tumaini. Ni mipango ya kuwapa utumaini katika siku zijazo. Amina. So the mawazo ya Mungu kwetu, mawazo ya Mungu kwetu, every one of us. Hata amesema ninajua mawazo ambayo ninawawazia nyinyi. Hajaweka mipaka. Hajasema ninajua mawazo ninayowazia wanaume. Najua mawazo ambayo ninawazia matajiri. Hapana. Najua mawazo ambayo ninawazia wanawake. Hapana. Najua mawazo ambayo ninawazia wasomi. Hapana. Najua mawazo ambayo ninawazia nyinyi. Everybody of you uko katika mawazo ya nani? Ya Mungu. Katika fikira za Mungu uko. Anajua wewe uko, and he has very great plans for you. Amen. So, hiyo inakupa moyo kuona ya kwamba una feel great, unaona una yule ambaye anafanya nini? Sasa wewe kitu ambacho utafanya wa mama ni kuona ya kwamba unamtafuta Mungu. Amosi 5, fungua Amosi 5 usome fungu la 4. Ona ya kwamba unamtafuta Mungu
wakati wowote uone ya kwamba unaenda katika njia zake. What does it say? Amosi 5 fungu la 4 Biblia inasema hili ndilo Bwana asemalo kwa nyumba ya Israeli. Amina. Nitafuteni mpate kuishi. Anasema tumtafute tupate kufanya nini? Kuishi. Sasa mimi naona naishi, natembea na kula, lakini Mungu ananiambia nitafuteni mpate kufanya nini? Kuishi. So tumtafute tuweze kustawi, tuweze kuona ya kwamba yote ambayo tunatenda ni ya kuweza kutupatia amani na furaha, na utukufu wa Bwana uweze kuonekana katika malango yetu, katika jamii zetu, katika nyumba zetu, katika uzazi wetu. Let us glorify the Lord. Soma fungu la 15, the same book. Mungu anasema nitafuteni mpate kuishi. 15 inasema nini? 5:14 Biblia inasema tafuteni mema wala si mabaya ili mpate kuishi. Ndipo Bwana Mungu mwenye nguvu zote atawapa pamoja nanyi kama msemavyo yupo nanyi. Nasikia hilo fungu. Yaani ni kama tunasema tuko naye na wengine anatuona tuko naye. Ndiye akasema rudia tuwache kama msemavyo mko nani. Tafuteni mema, tutafute mema wala si mabaya ili mpate kuishi. Ili tupate kuishi. Ndipo Bwana Mungu mwenye nguvu zote atakuwa pamoja nanyi. Ndio Bwana atakuwa pamoja nasi. Kama msemavyo yupo nanyi. Kama tusemavyo tuko na ako nasi. Which means kama tutatafuta mema, siko pamoja naye. So na mema sio mengine, ni kufuata tu kutenda mapenzi yake, that we may walk in his footsteps, we may go as he directs us, we may go as he has told us. Tunapoenda vile na direct, yote yatakuwa ni atatutendea, anasema yale mema vile tunafikiria ya kwamba ako pamoja nasi. So wapendwa, tusije tukakata tamaa mahali katika safari hii. Ombi langu ni kwamba nataka to move kutoka kwa kufanikiwa tuende kwa kustawi, whereby kustawi we shall now be all round, niseme complete. Yaani tumeona ya kwamba Mungu ako nami katika areas zote, hakuna lenye limebaki. Within my life it is God. Katika familia yangu ni Mungu amenilinda. Zote tunaona hakuna lenye litanisumbua, nikae nikiwa na uzito ndani yangu, nikae nikiwa nikinisumbua all the time. All the burdens I've given him, na mebeba na niko pamoja naye. So that nifanye kuona ya kwamba where I am, because when you ukisoma hii 3 John fungu la 1 na la 2, unaona at even in your health, whereby unaona mambo mengine yametukujia, magonjwa mengine hii ya lifestyle imetukujia because of how we stay, na mambo ambayo yametufinya katika ulimwengu huu. Hiyo yote kama tunamkabidhi Kristo na tubaki kuona ya kwamba ametutawala, yote wapenzi, itakuwa ni amani kwetu. Hapo ndio tutakuwa tunaingia katika kustawi. Ndio tutaingia move from success kwa kustawi. Let you be, hata kama uko in the church of God, hata kama wewe ni mama kanisa, hata kama wewe ni kiongozi wa Dorcas, hata kama wewe ni mzee wa kanisa, hata kama wewe ni kiongozi wa vijana, see that umefanya nini? Umestawi. Move and see that you are staying on the principles of the Lord. What you are doing what is right before the Lord. Ikifikia hapo, hakuna vile tutaingia katika mambo ya dunia hii ambayo inatusumbua. Ikifikia hapo, hakuna lile ambalo litatusumbua katika hata utoaji katika nyumba ya Mungu, kueneza kazi ya Mungu iendelee. So, ombi langu, let us see that we have a God ambaye anatupigania. Wacha tuone ya kwamba Mungu huyu mwenyewe anatujaza na kila kitu. Wacha tuone ya kwamba tunaposimama katika hekalu la Mungu, umesimama mbele ya Mungu wako ambaye umekuja kuabudu, na ni Mungu muumba ambaye anakujua, anakuelewa na anakuwasia yaliyo mema. Look at it na uelewa ya kwamba
hata kama mwingine huyu hajakuona, lakini ni yeye. Isikusukume kuja hata kusumbukana, hata kushikia mtu chuki, hata ufanye nini. No. Kumbe hata nikiwa tuna kachuki ndani yangu na mtu, yeye ananisuilia hata kufanya nini? Kustawi. Because unaona roho yangu itakuwa inaendelea kikonga. Vitu kama hivyo should come out of the people ambao wana prosper in God. Amen. When we have been given prosperity, yote tunawachia Mungu. Tunaelewa ya kwamba hata kama kuna lolote lenye mtu amenifanyia, mwenye hukumu mwenyewe ni nani? Ni Mungu. Anayesema wacha mimi nichukue hatua ya kulipisha ni nani? Ni Mungu. Alafu utakuwa kwa light. Ndio Efeso 5:15-17 inatuambia nini tunapomaliza? Efeso 5:15-17, what does it say? Kwa hiyo angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Si kama watu wasio na hekima. Si kama watu wasio na hekima, bali kama wenye hekima. Bali kama wenye hekima. Mkiukomboa wakati. Mkiukomboa wakati. Kwa sababu nyakati hizi ni za uovu. Kwa sababu nyakati hizi ni za uovu. Kwa hivyo msikuwe wajinga, bali mpate kujua ni nini mapenzi ya Bwana. Kwa sababu hiyo, let us all get the wisdom from the Lord. Na Mungu anasema vizuri, hekima yeye anapeana freely to everybody. Soma Yakobo 1:5. Yeyote anayekosa hekima uombe kwa nani? Kwa Mungu. Na atakupatia. Solomon aliomba na akapewa. When you pray you are given hiyo hekima. Watoto wadogo, nyanya I told you, kijana ambaye alikuwa anaenda na baba yake kanisani alikuwa ni nani? Solomon. Anaenda na baba yake nani? Daudi. Akiangalia vile anafanya. Baba yake alipomwacha yeye kwa nafasi ya uongozi, alikuwa anafanya sawa sawa vile baba yake alikuwa anafanya. Yeye pia anapeleka sadaka vile baba yake alikuwa anafanya nini? Anapeleka sadaka. Wamama na wazee in this church today, what you are doing as you are coming with your offering in front, this child is watching. Huyu mchukua anaangalia. Ndio kanisa ya kesho. Yeye ataendelea hivyo, atajua watu wanapelekanga sadaka. Anajua Mungu watu wanapelekanga shukurani. Hiyo yote mnapokata mesani, mkipanga ni Mungu tutamtolea nini mwaka huu kwa sadaka ya makambi. Mnapopanga pamoja, they are watching and they will take up. Na kumbe hiyo wanapoendelea hivyo, hiyo ndio Mungu anasema ya kwamba mlee mtoto katika njia inayompasa. So that hata akiwa mzazi fanye nini? Asisahau. Solomon ndio huyu akakuja kutani kuwa kiongozi mzuri kabisa from the house. Vile alilelewa, vile baba yake alikuwa anafanya akiangalia ili muelekeza hivyo. Nikalinganisha na Joshua anapotamka ya kwamba mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. I can see how Joshua was walking up with the wife and the children, because alisema mimi na nyumba yangu, sio yeye peke yake. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. So how I pray, wewe ambaye uko hapa leo, if you can quote those words of Solomon, na useme mimi na nyumba yangu. Na Joshua, if you can take those words of Solomon, na useme Mungu naomba tu unipe moyo wa adili, moyo wa hekima ya kuweza kupambanua mema na mabaya. Kuweza kupambanua mema na mabaya, huo moyo wa hekima ndio unakufukisha from success kwa kufanikiwa. Whereby now what you do will be just in the glory of the Lord. Amen. Tukimalizia soma fungu letu la mwisho John 15:16. Uone Yesu mwenyewe anapokuambia maneno hayo. Alikuwa amefikia wapi? Ndio akwambie those words. Anapokuambia hayo maneno alikuwa amefikia wapi? Unaona, those are the words kutoka kwa Mwokozi wako. Kuonyesha ya kwamba huenda hata mengine ambayo inafanya haimfurahishi. Sasa anakukumbusha wewe siku ya leo, anakuambia namna gani? Soma Yohana 15:16. Biblia inasema si ninyi mlionichagua. Sio nyinyi mlionichagua, bali mimi ndiye niliyewachagua ninyi. Jesus is saying those words. Anakuambia sio wewe ulimchagua, ni yeye alikuchagua. Alituchagua tufanye nini? Na kuwaweka mwenende mkazae matunda. Akakuweka katika
katika kanisa ile la Kingside usae matunda. Na matunda yenu yapate kudumu. Na matunda yako ipate kufanya nini? Kudumu. Ile nalo lolote mtakaloomba Baba katika jina langu atawapa ninyi. Amina. Amina. So wewe tafakari uone. Kristo anasema alikuja kuwa na akakuweka na usae matunda. So ni matunda gani umeyazaa? Ni nini unaona umefanya katika shamba la Mungu? Ni nini unaona wewe unahitaji kutoka kwa Mungu akakuwezeshe ili uweze kuishi maisha ya utaua ya kuweza kumtukuza mahali ulipo? Ukiomba Mungu mwenyewe anakuwezeshia. Mtetee Mungu duniani, ijapo pepo kali zavuma, mwambani peke hapana nguvu, dhambi ikilemea, tusimame imara katika mwamba wa Kristo pekee. Ndipo salamini tutasimama, kule kitini pa enzi. Elder by Constant aomba ukuja hapa tuongoze kwa huo wimbo, na inapoimbwa naomba hivi. Nina imani ya kwamba mahali ulipo wewe kuna tayari pledge ambayo umepeana kwa Mungu, kwa shukrani ambayo unampatia mwaka huu. Ninaomba tu hivi, au given your pledge, na unaomba Mungu akuwezeshe hiyo pledge kuimit, usikose kuimit whatever challenges, whatever situation. Naomba uamke tunakuja mbele ili tuombe pamoja, Mungu atuwezeshe kumit pledge zetu ambao tulipledge. Hata kama ulikuwa uja pledge, but naomba right now what you have in your heart, unaona I'll have to render this to the Lord for the goodness amenifanyia. Amuka tu kuje mbele, tuombe hapa mbele kwa madhabahu, tuombe Mungu atuwezeshe, atuondolee challenges zote so that we meet our pledges. Shukrani zetu ambazo tumepanga kumpatia mwaka huu katika kanisa hili tuweze kupeana. Mungu wa amani aweze kubariki. Amen. Wimbo unapoendelea kuja tu. Umtetee Mungu duniani, tuimbe. Umtetee Mungu duniani, ijapo pepo kali zavuma, mwambani peke hapana nguvu, dhambi ikilemea, tusimame imara katika mwamba wa Kristo pekee. Ndipo salamini tutasimama, kule kitini pa enzi. Karibu kujeni. Hata vijana kwa kitu tunaweza kwa moyo nyofu wa imani, mwambani pekee utashinda wingi wa upotovu. Tusimame imara katika mwamba wa Kristo pekee. Ndipo salamini tutasimama, kule kitini pa enzi. Itetee kweli inadumu, ijapo kawia itashinda, mwambani pekee hapana raha, yaishapo tubani. Tusimame imara katika mwamba wa
Kristo pekee, ndipo salamini tutasimama kule kitini pa enzi. Tusimame imara katika mwamba wa Kristo pekee, ndipo salamini tutasimama kule kitini pa enzi. Tunashukuru Mungu, ni yeye mwenyewe ametupa uhai, ni yeye mwenyewe ametupa mibaraka, ni yeye mwenyewe amependa tuweze kuishi, akituongeza siku hadi nyingine. Naweza kuangalia vile unajiona hata ustahili, but the Lord values you. Mungu anakupenda, anakujali, ndio sababu uko hapa leo. Hii hatua umefanya, umekuja mbele yake. Hii hatua umefanya, umetoka chini ya kiti kukaa umesimama. You are standing before the Lord. Unasimama miguuni kwa Bwana ukisema, Baba, here I am, nitumie. Na kila ambacho uko nacho chenye umekusudia ndani ya moyo wako, hata kama ukiandika mahali tayari au umepanga leo, mimi sijui ni gani, it is between you and your Lord. See to it that you meet it. Ona ya kwamba umepeana, isije ikabaki deni kwako. Tulisoma juzi Ecclesiastes 5:5 ambaye ilisema ni afadhali usitoe nadhiri kuliko kutoa na ukose kuimiti. So please, ni Mungu mwenyewe anatuelekeza, ni Mungu mwenyewe anatuongoza, ni mwenyewe anatuonyesha na kutuambia vile tunaishi. I know very well when you say, Baba niko nitumie, hutabaki mkono mtupu na hutalala njaa. Nasema try me and you will see. Hebu na tuombe. Baba asante. Jina lako litukuzwe Baba wetu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema kwetu. Tumesimama hapa mbele yako tukiwa na uzima, tukiwa na uhai, tukiwa na nguvu. Tunaweza tabasamu, tunaweza hata tafuna kitu, ni kwa ajili ya neema yako. Si ati kuna chochote tumefanya chema kushinda wale wengine ambao hawako masaa. Wengine walilala tayari mauti, wengine ni wagonjwa wako vitandani hata wakipindui hawaamuki. Baba, we are nothing good before them. But ni kwa neema yako tu ndio sababu sisi tuko hapa, tuna nguvu hizi. Ndipo tunaomba Baba wetu, kila mmoja wetu ambaye amesimama, kuna hilo kusudio lake ndani ya moyo wake ya kwamba hatutolee tu shukrani, hakutolee shukrani Baba wetu, Baba, kwa yale yote ambayo umemtendea mwaka huu ulipoanza. Ninaomba ya kwamba licha ya changamoto ya maisha, licha ya ugumu wa maisha, Baba, wapendwa wako wamejitoa. Mungu wangu wabariki. Because hata katika that hardship, you are there Lord. Na wewe ukiwa yote ni rahisi. Katika kile giza Baba wetu ambayo huyu mama anaona, kuna nuru, na hiyo nuru ni wewe Baba wetu. Utampitisha na utamwezesha. Wabariki ili kila mmoja meet kusudio lake ambalo amepanga kukutolea. Wengine hata wameamuka wanasema nitatoa, na anapofikiria aone mahali atatoa, mfungulie milango. Onyesha you are the rich God yourself. Show us you are the provider as you tell us in Philippians 4:19. Ili Baba yote hakika ahadi hii itimike, na watu wako watoe mzigo huu na wakuwe free. Because anapotoa nadhiri yake anaona inamsumbua. Baba wetu, bless them as they go out. Bless them as they come in. Waweze share nadhiri hii Baba, wakutane nayo. Na tena mahali wanaishi wasikose Baba kila ambacho wanakula. Waweze share, kutana na mahitaji ya kila mmoja, nikiomba kwa jina la Bwana Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Mbarikiwe sana. Amen. Let the Lord bless you. Amen.